Yesu ni Bwana. Amenitengeneza Baba. Yesu ni Bwana. Amenitengeneza Yesu. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Amenitengeneza mimi. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha. Yesu ni Bwana. Vigelegele kwa Yesu. Bwana Yesu anameremeta. Bwana Yesu anameremeta. Bwana Yesu anameremeta. Kanisani anameremeta. Bwana Yesu 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 anameremeta. Shangilia Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu. Shangilia Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Shangilia Yesu anaweza Baba. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Shangilia Yesu aokoa. Yesu aokoa. Yesu aokoa. Shangilia Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Shangilia Yesu arejesha. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Shangilia Yesu abariki. Yesu anaweza. Yesu abariki. Yesu anaweza. Shangilia Yesu abariki. Yesu anaweza. Yesu abariki. Yesu abariki. Shangilia Yesu ainua. Yesu ainua. Yesu ainua. Shangilia Yesu ainua. Yesu ainua. Yesu ainua. Yesu ainua. Shangilia Yesu aokoa. Yesu aokoa. Yesu aokoa. Shangilia Yesu aokoa. Yesu aokoa. Yesu aokoa. Yesu aokoa. Shangilia Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Shangilia Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. These are my God. These are mighty God. 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 Every power's bow before him. These are mighty. Everybody bow before him. These are mighty. Every power's bow before him. These are mighty. Every power bow before him. These are mighty. Watch how we water bow before him. These are mighty. Every power bow before him. These are mighty. These are my king God. 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 These are mighty. Utaimba sana, hallelujah. Utaimba sana, ukizunguka. Utaimba sana, utaimba sana, utaimba sana, ukizunguka zunguka. Utaimba sana, utaimba sana, utaimba sana, ukizunguka zunguka kwenye kiti cha enzi. Utaimba sana. Inua mikono useme ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Inua mikono useme Baba.
Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Salimia mtu mmoja muulize unaitwa nani. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Salimia mwingine muulize umetoka wapi. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Salimia mwingine mwambie umependeza sana. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Salimia mwingine muulize umetoka wapi. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Salimia mwingine mwambie umebarikiwa. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Salimia mwingine mwambie umependeza sana. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Kama umebarikiwa sema amina. Amina. Kama umebarikiwa sema amina. Amina. Kama umebarikiwa sema amina. Amina. Kama umebarikiwa vigelegele. Solo. Kutembea na Yesu, mimi napenda 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 kutembea na Baba, ufuraha kuvaa kutembea na Yesu, mimi napenda 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 Wende mbele injili, wende mbele injili ya Yesu, wende mbele injili, wende mbele injili ya Yesu, yaokoa injili, yaokoa injili ya Yesu, yabariki injili, yabariki injili ya Yesu, yarejesha injili, yarejesha injili ya Baba. Ndio maana tunasema ndio maana tunasema yende mbele, 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 ndio maana tunasema yende mbele. Asante. Chukua dakika yako moja, mshukuru Mungu, mwambie asante kwa kutupatia nafasi nyingine ya kukuja hapa kukuabudu. Mwambie you are gracious God, wewe ni Mungu uliyeumba mbingu na kuumba dunia. Tunakushukuru, tunasema asante. Tunaabudu, tunakuabudu Baba, maana utukufu wako. Hatuna Mungu mwingine ila wewe, unastahili kuabudiwa. Mwambie unastahili kuabudiwa. Amen. Thank you. In Jesus' name we pray. Somebody say amen. Msalimie mtu mmoja kushoto kwako na kulia kwako, umwambie karibu kwenye ibada. Ni pandishie kidogo. Hai. Ako kanobu tu kamoja kuka white. Hai ya white. Endelea tu kidogo. Endelea. Asante. Thank you. Hapo ni sawa. Asante sana kwa sababu ya kupata nafasi ya kufika hapa kuabudu pamoja na sisi. Mungu ako na kusudi nzuri na wewe, na ako na mpango mzuri na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana.
Katika matangazo yetu ni kwamba tuko na crusade inaendelea, ilianza jana pale Mweki ya kuvunja madhabahu. Sema crusade ya kuvunja madhabahu. Kuna madhabahu imeanza kuinuliwa Nairobi hii, na mumeona watu wenye wanapigwa, watu wenye wameuliwa, hata wazungu wamekufa. Hiyo ni madhabahu inainuliwa kwa kusudi la mtu kutaka kukalia kwenye kiti. Na madhabahu hiyo inafanywa nje na ndani ya kanisa. Kuna kitu nataka tuelewe sasa hapa. Inafanywa nani? Nje na ndani ya kanisa. Na madhabahu zote zinaweza kutumika kwa vyovyote vile. Haijalishi kama ni kanisa ama si kanisa, madhabahu hutumika. Wachawi, wanasiasa wanaweza kuja hapa na watumie hii madhabahu ndio watafute kiti. Sio watafute Mungu. Watakuja hapa na watoe sadaka na wapate nini? Waende wakatafute kiti. Hivyo hivyo ndivyo hata wachawi wanaweza kuja watafute nguvu hapa ya kwenda kuroga. Najua mjuagi hivyo. Wachawi wengi wanakujanga kanisani, mali panasikia kuna pastor ako na anointing. Wanakujanga kuchukua hiyo anointing, wanaigeuza kwa makusudi yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naonanga mahali kwingine unasikia unajiuliza, ona kanisa hili yani alirogewa ndani ya kanisa. Maana wako na uwezo. Wale watu wameelewa maana ya madhabahu ni nini. Madhabahu, kwa sababu shida kubwa ambayo tunakuanga nayo ni kutoelewa maana ya madhabahu ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhabahu sio ile kitu nafikirianga ati ni ya Mkristo. Hapana. Musa alikuwa na madhabahu na hakuwa Mkristo. Abrahamu alikuwa na madhabahu na hakuwa Mkristo. In fact, madhabahu ambao tunatumia hata sisi ya Wakristo ni ya Abraham. Na hakuwa ameokoka na hajaokoka mpaka sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. He is still not saved. Ama ulisikia Abraham aliokoka? Lakini tunajikanisha na nini? The Abrahamic what? Blessings. Yet he is not saved. So you can tap the anointing. Unaweza kutap anointing ya madhabahu ya shetani ukaitumia ndani ya kanisa na uhubiri Yesu nayo. Halo, sio kama unanielewa? Unaweza kuchukua madhabahu kama sasa wale wanaendanga kuchukua madawa kutoka kwa Nigeria. Wale wanaendanga kuchukua mapepo kutoka kwa Nigeria. Hawachukuangi mapepo wakatumia kwao. Wanachukuanga mapepo wanatumia ndani ya kanisa. Wanapatiwa pete. Na anataja jina ya Yesu. Na anataja jina ya nani? Ya Mungu. Lakini amewekwa pete. Akifanya hivi nyote mnaanguka chini. Lakini si madhabahu anayoitumia ya kiungu. Anatumia madhabahu ya wachawi. Pia nao wachawi wanaweza kuja wakapata niko na neema fulani ya kile kitu wanataka. Atakuja hapa, atatoa dhabihu yake hapa na achukue kile kitu anaenda anatumia nayo. Lakini sasa akifika pale atataja jina yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naonanga wale watu sana sana wahubiri hapa Kenya ambao wametembelea Nigeria, wametembelea Benin, wametembelea Ghana kwa wale waganga ambao wanapatiananga anointing ya kuja kuangusha watu. Wakati anafanya service yake lazima ataje aliyempatia hiyo anointing. Mnajuanga hivyo? Hamjuangi hivyo? Huyu jamaa wezetu hapa, sitaki kumtaja jina. Wakati alienda na akapata zile nguvu alipata kutoka Nigeria, alienda kwa nani? Pastor Ignius. Joshua Ignius ni mmoja wa hao ambao wanaenda kwa waganga. Wakati wowote Ignius akifanya ibada yake anasemanga Orolo, watu wanaanguka. Huyu brother wetu anafanyanga nini? Orolo. Lazima ataje kile kimempatia nguvu. Lazima maana si nguvu yake, ni nguvu amechota ya mtu mwingine. Sasa lazima, and that is why we call it in the name of Jesus, because we don't have the power. We are using Jesus' power. Tunatumia nguvu ya Yesu. Ndio tunasema katika jina la Yesu ubarikiwe. Si katika jina la waroinge, ni jina ufanya nini? Ubarikiwe. Sasa hiyo ndio nataka leo niwafundishe, ndio tuweze kuelewa maana ya madhabahu. Maana nyinyi wengi hapa nyinyi ni watu hawajielewi. Mtiewe. Hamjui hata kidogo ya kwamba ninaweza kutumia madhabahu ya shetani na niendelee kuhubiri Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaweza kutumia madhabahu ya Yesu na nienda nifanye kafara nazo kwa shetani. Halo.
Wachawi kama sasa, wachawi wengi wanakuanga wapi? Wanafanyanga nini? Nani anaweza kunipatia example ya wachawi wa kanisa wanafanyanga nini? Sasa huyu mama kusimama hapa, mami kuja simama hapa. Bagi yako iko wapi? Chukua tu, ishike tu. Na usifungue. Duka lako higora. Sasa hii ni duka, ni biashara ya mama mgani? Hii ni biashara yake. Na ni kazi yake nzuri. Labda hapa kuna gold, labda kuna silver, naongea na sio. Labda hapa kuna diamond ziko hapa. Ni sasa hii kibeti peke yake imebeba 1 billion. Naye huyu mama na usikue hivyo, huyu mama ni mchawi. Natoka gitweke morogi. Sasa huyu mama ameona kufaulu kwa nani? Ameona mama amefaulu na ameendelea vizuri. Sasa huyu anaenda kwa maombi kufunga kazi ya nani? Katika jina ya nani? Yes. Sasa huyu ni mchawi, lakini anatumia nani kuroga? Yesu. Sio kama mmenielewa hapo? Kwa hivyo hivyo, asanteni sana. Hivyo ndivyo naweza kwenda kwa muganga, nikuje ndani ya kanisa na nitumie uganga ndani ya nani? Ya kanisa, lakini nitataja jina ya nani? Ya Yesu. Lakini kile ambacho kimenipatia nguvu si Yesu, natumia nguvu za nani? Ndio unaonanga kina Bushiri wananawili, lakini kina Bushiri ni watu ambao walienda kwa muganga, anakuanga Benin. It's a very powerful man. Ni mtu wa mizimu. Wakienda huko wanaendanga wanaambiwa kuna chumba ambacho wageni wote wakifika, kuna chumba wanaingia. Na hiyo chumba unalala huko siku 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Unalala siku ngapi? You sleep there for 4 days. And for those 4 days utapata kitu inaitwa visitation. Sema visitation. Utapata visitation ya malaika. Kwa hiyo chumba is a holy sanctuary, is a shrine. Sasa katika visitation ya huko itakuwa utatembelewa na malaika wa kuzimu ambao watalala na wewe. Hizo siku 4 utalala ukiwa uchi na utashinda ukiwa uchi. Bwana Yesu asifiwe sana. So hawa malaika, wewe mwanaume, watalala na wewe. Na wanakuwa malaika 9 ama malaika 12. Na wote watalala na wewe in turns. Hello. So ukiona mtu anatoa ati ni unabii, can I prophesy? Prophesy, man of God. Hakuna man of God, ni hao malaika wa kishetani. Hata hizo revelation anatoa ni za hao malaika wa kishetani. Wanampatia exact, ananipatia namba yako na kwambia, can I tell you a number? Is your number beginning with 0? 7 2 3. Na inakuwa accurate information because they are akona angels hao ambao wamelala na yeye. Na wahubiri wa namna hiyo wanafanyanga tendo la ngono kabla ya ibada. Kama sasa hivi nimeingia, kabla niingie kwa service na immediately after service. Yes, immediately after service na before service, because nguvu ya the service is gonna provide is anchored in the sexual organ. So lazima sexual organ ikule chakula kwanza kabla mwiku, alafu ina sign off. Na niangalia aje ni kama ushaienda kwa hawa watu. I know everything you're talking about. There it is. It is true. Huyu alikuwa mshirika wa Bushiri, si ndio? Nilikuwa nanga kwa TV siku moja. So that is how, and there are watu katika kanisa hiyo who are pets for sex because of enshrining the altar. Bwana asifiwe sana. So I want you, nataka tuelewe, sijui nitahubiri na Kisungu ama Kiswahili, kwa sababu nataka hii ikuingie na ikuingie vizuri. Mnaona lugha gani mzuri? Kiswahili. Ndio nataka ikuingie vizuri kabisa kabisa, ndio uelewe. Sio lazima nikuwe hapa na nikuwe mimi ni mtu wa Mungu, na sio lazima nikuwe natumia damu ya Yesu ndio nifanye miujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sio lazima yule ako kule ni muganga
anagangua zake, akue anapata nguvu kutoka kwa waganga wenzake, anaweza kuja kwa Waroinge hapa na achukue anointing na afanye kazi nayo. Kuna watu kama sasa hapa nikiwa na anointing, kuna watu kama tuseme tuchukue nani, the mightiest prophet anaitwa nani, Owuor ako na agents wake ambao amewaplant in churches that they think they have the anointing. So huyo agent akikuja sasa ameingia kanisani hapa, hata umfukuze hawezi enda, au gnogemo kama dharau, hata umfanye madharau namna gani hawawezi kuenda, because they are on assignment. Sasa kazi yake ni kukaa hapa, anakuwa activated in the spiritual realm, anakuwa satellite. Mnanielewa? Naona ile booster ya Safaricom, anakuwa activated. Akiingia tu kanisa hii wanakamata the energy, inaitangwa the energy in the spiritual realm. Sasa anakamata anga yetu hapa, anaidivert, inaenda kwa the mightiest prophet. Sasa mimi nitahubiri, lakini nitahubiri empty debe, kwa sababu kuna satellite ambayo imenikamata. Ndio naonanga mhubiri akikuja anakuwa little bit confused, kwa sababu na yeye amekamata. Sasa tuseme huyu mama na usikue hiyo kaa tu. Sasa huyu mama amekaa hapa, lakini ako hapa kama satellite na amejiposition. Na ukiangalia hawa watu in a particular church wanakaanga kiti kimoja, hiyo ni kiti yake. Hata kukakuja kanisa ijae utakuta hiyo kiti imewachwa wazi kwa sababu yake. Why? Because amemark the territory. Sasa hiyo ndio anga yake, hiyo ndio madhabahu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mnaonanga saa zingine nabadilishanga watu, naambia wazee kwendeni huko, nyinyi wedeni huko, nyinyi edeni huko, because I am disorganizing the plans, because I understand and I know what they do. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati nitakuja Penina nikwambie toka hapa enda ukae, usikasirike. Na si wewe mbaya, labda huyu amekuleta, amekuvuruta. Maana huyu anaweza kukuvuruta, maana uko na energy kama yeye, lakini yako ni katika ulimwengu wa Mungu na yake ni katika ulimwengu ya shetani. So the energy hauna, the energy yake anataka kutumia energy yako ndio mshikamate energy yangu. Lakini wewe hautajua, wewe utaendelea tu wewe, lakini unasikia kulala, unasikia uneasiness, unasikia ni kama haujielewi, na kumbe ushachotwa. Network alikuja agadegeda hapa, akaweka pipe, anakunyonya. Na katika hiyo kuninyonya, mnaninyonya na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. So kama sijielewi, nitasimama hapa kuongea matohoho peke yake. I will not teach anyone, because hiyo nafaa kuteach imenyonywa, na kwa sababu yeye ni satellite, yanarusha kule wanataka. Sio kama mnanielewa. Hii ni ngumu kidogo. Mnaelewa ama ni hubiri ile yapokea? Naona mmekuwa confused kabisa. Inaingia? Asante. So I want us to go deeper na kuelewa ni kwa nini unaendelea kuteseka na unaendanga kanisa kila siku. Ni kwa nini hakuna kitu chako kinafaulu? Ni kwa nini wewe ni pastor lakini you are very poor? Ni kwa nini wewe ni pastor na hauwezi hata kufungua kanisa ya watu wawili? Hata wewe mwenyewe hauwezi kujifungulia kanisa wewe mwenyewe. Maana kanisa inaanzanga na nani? Na wewe. You must preach to yourself before you preach to others. You must convince yourself before you convince others. Lazima ukue pastor wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii mahubiri na hubiri saizi, nikienda kwa rumu yangu nitaenda kufungulia, nisikilize huyo pastor alikuwa anahubiri nini. Maana nikitoka hapa niende kwa ofisi, upasta wangu na uachanga wapi? Hapa. Nikiingia huko nakuwa mister. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio nasemanga every Sunday nikimaliza service, msikuje kunifuata pale. Maana pale unaweza kupatana na mister, na saa hiyo energy yake mingi imetumika akufanya kitu ambayo sio mzuri. Hallelujah. So it is compulsory here. Never come to see me on Sunday. Never. Or after any service. Usiwahi kuja kunitafuta. Hata kama uko na kitu burning, tafuta kikombe ya maji mwagilie zime. Ofisi yangu ni marufuku. After every service, don't come to my office. Because I know that is the time tunashikangwa. Ukitaka kukamata ni nini? Ni nyoka. Dudu wapi? Hii si dudu. Hii ni kitu ya waya. Tulikuwa tulinunua speaker mpya.
Si ulitoroka, si ulisikia tunafanya fundraising ukatoroka, ukaenda Kisumu. Si ulikuwa Kisumu? Ama unafikiria siku kuona Kisumu? Wayu ni Kisumu? Yeah. Thank you. Yes, ulikuwa Kisumu, nilikuona. Yeah. Sali wacha kuniogopa. Goegi nyamara thini maku. Paka matubu yako najua venye imekaa. Mnanielewa lakini? Ni kwa nini you are in a church like this one but nothing is happening in your life? Because you are either plugged, you are either connected to somebody ambaye anakunyonya. Kuna mtu hapa ni billionaire, tuko na wao hapa mabilionaire, I know them. Lakini they are the poor of the poorest. Lakini mkishikana na yeye, kama sasa tuseme huyu ni billionaire lakini the poor, ni mchukue akue bibi yangu ama girlfriend yangu, unaona nimeanza kutajirika. Pesa zinaingia kwangu. Why? Kwa sababu yeye ni mfereji lakini hajui kutumia ule mfereji. Maana she is plugged somewhere else. Sasa mimi nikishikana na yeye, plug yangu kwake, nitaanza kunyonya. Chochote ambacho kinafaa kukuja kwake nitakinyonya. Sasa yeye atabakia tu akisemaga me am blessed. I dreamed nikiendesha Subaru. I dreamed nikikuwa nini. Hiyo dream unakuta after 5 days mimi ndio naendesha hiyo Subaru. Anakwambia kai, ni dream na gari kama hii. Ni hiyo lakini nilikunyonya. Bwana Yesu asifiwe sana. So many people have their blessing being diverted from them. Unakuta tulishikana na mama kama huyu, nikamuoa. Huyu mama alikuwa successful, progressive, alikuwa mtu anaendelea vizuri sana. Lakini wakati nilimuoa, nikamnyonya, nikamreduce akakuwa housewife. Sasa mimi hiyo kitu yako ambayo star yako ninaichukua, ninaitumia. Nikienda mahali popote, wewe ndio unaonekana, lakini mimi ndio ninapokea. Are you getting me? Your favor, your grace ndio inafika hapo. Nikifika tu, hata kama unakopanga unaendanga unaitisha material ya 1 million, nikifika tu nitaitisha, nitapatiwa. Lakini nani ameonekana? Grace yako ndio imeonekana hapo. Lakini nani amechukua? Ni mimi. Sasa mimi utaona naendelea kutajirika, and some point utakuta na kupigia Grace, how are you? Umelost sana. Uriti ugoneke. Daigwa korea jira goikiria ngiri 20. It is a sacrifice na kurushia ndio uendelee kukamuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Si eti nilikuwa nataka, si eti nimesikia kukulipa, kupatia kitu nikununulia chai. Hapana, ninatoa sacrifice. Onege tu nyumu wanane kakatia inarushiwa Mungu. Ikienda kukamuliwa tunakatakata dhara ndio tuweze kuinyaganya maziwa. So I will sustain you by rushing kitu kidogo ndio uendelee hiyo line iendelee kuwa communicated. That is ni kuweka airtime kwa line ndio tuendelee kucommunicate. Bwana Yesu asifiwe sana. So many of us here tumenyaganywa. We are not supposed to be what we are. We are supposed to be bigger people. We are supposed to even be presidents. Tunafaa kukuwa watu wakubwa. Mimi nimehangaika wakati niliokoka. Mimi nilihangaika miaka 12 ya mahangaiko. Sio kwa sababu nilistahili kuhangaika, lakini kuna mtu alijua na akanielewa mimi ni nani, akaniplug, akanichota. Ndio Uhuru Kenyatta apate president. Hello. Ndio Uhuru Kenyatta apate president. Mtu wa kwanza kuitwa na Moi ilikuwa mimi tukiwa na Maina. Mimi tukiwa na nani? Tukaitwa State House. Tulipelekwa na mtu anaitwa Makto. Ndio alitupeleka State House. Alipotupeleka State House tulikutana na mtu anaitwa Jenga Karume. Na mtu anaitwa Geshoro wa Kenya Power. Na mtu anaitwa Beregatunyi. Hao ndio wazee. Beregatunyi is a god of the Kalenjin ya upande ya Eldoret. Baka saa hii is a stronghold. Makto ni kamungu kivyake. Na Moi ni Mungu yao. So they sat down and they thought how to bring Uhuru. Nitakuelezea how this happens. How to bring Uhuru into the platform. Wakaita mtu anaitwa KANU chairman wa Thika, alikuwa anaitwa Hato Zillet. Wakamwambia tuletee Uhuru hapa. Akapelekwa to State House in the sanctuary of the Freemasons. Na hao wengine wote walikuwa Freemasons. Then wakampatia manto, wakamwambia sasa you are going to become.
But for him to succeed kwa Wakikuyu, then ni sisi tulikuwa tunasema ndani ya Wakikuyu, mimi na Maina. So na sisi tukaletwa on board, tukanyonywa, ikapatiwa uhuru. Tukamfanyia campaign. Kitu ya kwanza walitupatia ni pesa 10 million. Moi alinipatia 10 million. Na hii milioni 20 mnaona ya Ruto ni kama hiyo ya Moi. 10 million. Aliponipatia 10, walipatia 10 million, tukanunua kagari kamoja ka NZDE KAN, ilikuwa ya maroon, tulinunua kwa Wamatangi. Siku hiyo alikuwa anauza gari pale Nyayo Stadium. Kutoka hapo tukapatiwa ruhusa tuende Christina Garden Thika. Na ukumbuke bado sisi ni Mungiki ambayo ilikuwa inaonekana polisi wote wanaitwa. Tukapatiwa 10 million na Moi, tukaambiwa tuende Christina Garden. Specifically walitu direct Christina tuende tufanye mkutano yetu ya Mungiki without agenda, no agenda at all. Vile imweke mshamani, nendeni mfanye mkutano. Na tukaenda tukafanya mkutano. Ukigoogle Nation TV utaona mahali ninakagua gwaredi ya heshima. Sasa hiyo for the first time as Moi was kaguaing the gwaredi, na mimi nilikagua gwaredi ya Mungiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukigugu kwa TV utaiona nikikagua. Na saa hiyo nilikaambiwa immediately, nikapigwa simu na Makto. Walikuwa wanatuwatch. Nikapigwa simu na Makto, nikaambiwa na Makto, tangaza useme Kenya haitaki mzee atawale, inataka Kenya kijana atawale. I was the first person kutangaza Kenya needs a youth to lead this nation. Hiyo tu ndio walikuwa nataka. Hiyo mdomo yangu. Ndio sasa ikamatishanwe na uhuru. Ndio sasa wanichote uhuru waekwe, aanze kutangazwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So eventually Uhuru didn't make it. Walikuwa na Ruto. Uhuru did not make it. But did he make it later? Under whose name? Under whose name? How? Ni nini kilimfanya akakuwa president? No. Yes, I spoke, they connected. But what is the actual thing that made Uhuru to become the president? Not my energy. What is the actual mean? They used my altar. And this altar is called Mungiki. So lazima kungetokea chaos Kenya mzima, ndio ICC ikuje imustaki na jina ya Mungiki. Ndio na nyinyi mkasirike mseme Uhuru hapelekwi mahali, tutamchagua kama president. Mnanielewa sasa? So that is how we lost. And the same thing that happened to his father. Wale watu wa Banana wanajua. Ukienda pale Mudhurwa Primary School kuna mti moga ilipandwa na Kenyatta. Na hiyo mti wakati huo guka yangu ndio alikuwa wa Maumau. Tena they did the same. Wakapanda mti huko, wakachukua mchanga ya huko, wakapeleka Katondo. And from there Kenyatta became the president. So these people, they know. Hawa watu wanajua kutumia madhabahu. Wanajua kutumia power, the energy ya kimadhabahu. Ndio unaona wanakalia kwenye viti. Sasa unaona wanasiasa wamerudi kanisani because they know that is where the power to rule is. The power ya Yesu Kristo, damu ya Yesu iko ndani ya makanisa. Ndio unaona wanasiasa wote wamerudi ndani ya kanisa, sio kwa sababu wanakuja kuhubiriwa, lakini wamekuja kuchota. Wanakuja kufanya nini? Kuchota. Ndio uliona mahali Ruto aliprofesaiwa ni kwa Mwai. Those days hapo ndio waliprofesaiwa, akaambiwa venye atakuwa nini? President. Na Mwai akawaambia wewe utakuwa. Hiyo madhabahu ilitangaza Ruto kuwa president. Hapo ndio Ruto wakati aliona mafuta yake imeisha, mafuta yake imeenda chini, alirudi kwa Mwai kuchota, kureactivate. Na akatoa the same 20 million alitoa wakati walikuwa huko ya kwanza kuactivate madhabahu. Kutoka hapo baba akakubali kusaini. Kutoka hapo akakuwa popular all over. Akaenda Isiri, watu wanamuiba Ruto, 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 Ruto. Na zamani ukisema akiongea anasema muogo, akisema barabara uogo. Wakati alirealize power yake imeisha,
akaadvaisiwa na watu wa nyota, wakamwambia rudi kwa mtu fulani, because katika ulimwengu wa kusoma nyota wana uwezo wa kusoma nyota. Ni nani aliachilia kile kitu ambacho kimekufanya ukue hivyo? Wanatafuta mpaka wanajua hii kitu ulikipata kwa Waroinge. Sasa watakuauthorize urudi kwa Waroinge na utoe dhabihu ndio uchote tena. Umenielewa? So sihitaji kuwa Mkristo ndio nichukue mafuta ya Waroinge. Sihitaji kuwa Mkristo ndio niende kwa Harrison Ng'ang'a nichote mafuta ya Harrison. Ninahitaji kuelewa kuconnect na madhabahu hiyo na ninachota. Hivyo tu. You must not be at lazima uokoke. Lazima ukue horia. Lazima ukue mtu ambaye ni kamili. Kwa hivyo lazima uelewe ya kwamba katika ulimwengu wa madhabahu si kiokoko. Halo? Katika ulimwengu wa madhabahu si nini? Si kuokoka. Katika ulimwengu wa madhabahu ni kuelewa madhabahu na kuelewa mambo ya kimadhabahu inafanyanga kazi namna gani. Maana ndio nakutaka kuambia God's agenda katika madhabahu ama personal agenda katika madhabahu. Maana hapa ndio nataka leo tujue, umekuja hapa kwenye madhabahu hii kwa sababu ya God's agenda ama umekuja hapa kwa sababu ya agenda yako? Maana kuna watu wanakuja wanatoa dhabihu hapa sio kwa sababu ya kuinua madhabahu ya Mungu, lakini amekuja hapa kwa sababu ya kuuliza madhabahu ifanye kazi yake. Umenielewa hapo? Lakini ati wewe kile kilikulete hapa ni muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile kilikulete hapa ni matatizo yaliyokuwa yamekusukuma. Na ukasikia kwa Waroinge ukienda hii matatizo inaweza kuondoka. Kwa hivyo you never came here because of God. Kuna wale wamekuja kanisani kwa sababu wanataka kuliinua jina la Mungu. Wamekuja hapa kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Amekuja hapa kwa sababu amekuja ibada kumwabudu Mungu. Nao kuna wao wamekuja hapa because of a miracle, which is 90% of you. 99% you are here because of a miracle. Because unasikia kwa Waroinge kukienda huko maombi ukifanywa inafanyika, muujiza unatendeka. So kile kilikulete hapa ni tatizo, ile shida ambayo imekukamata ndio ilikulete hapa. Kwa hivyo si Mungu ulikuja kuabudu, ulikuja kujificha ndani ya Mungu ndio utumie madhabahu ya Mungu kunufaisha kazi zako, kunufaisha ubinafsi wako. And that is where we go wrong. Kwa sababu yes, leo utanufaika, leo utafaulu. Na yes, kwa sababu ya ule Mungu niko nayo kitu kitafanyika kwako. Lakini baada ya siku chache utarudi katika ile hali ulikuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kitu ambacho hakina uungu hakina siku nyingi. It's short lived. But for those who come, wale ambao wanakujanga hapa sio kwa sababu ya kile kitu wanatafuta kutoka kwa Mungu, lakini kwa sababu ya kumwabudu Mungu. Unafanya kazi yoyote kama crusade because you want to worship God. You are doing anything that you are doing because you want to worship God. Every single day God will be with you because you have a connection. That is why alikuwa na watu marafiki. Abraham alikuwa rafiki wa Mungu. Ukisikiliza kwenye mazungumzo wakizungumza na Mungu, Abraham alimwambia wacha kumaliza watu wa Sodom. Naye Mungu akamwambia kama kuna watu, kwa sababu aliwaambia watu hawa wanaweza, kuna ndani yake kuna watu wazuri. Naye Mungu akamwambia nitafutie watu 20 hapo ndani. Ukipata watu 20 sitawamaliza. Hiyo ilikuwa conversation ya watu ambao wanajuana. Ilikuwa conversation ya watu ambao they understand one another. Maana Abraham alikuwa rafiki wa Mungu. Naye Mungu akamwambia Abraham, Genesis 22, nipatie mtoto wako wa kipekee Isaac, mtoto ambaye unampenda. Naye hakukataa, maana God is my friend. Akachukua mtoto akampeleka mlimani, akienda kumchinja, Mungu akampatia kondoo. Abraham never a single day kufanya kitu chochote ambacho kingefanya Mungu akasirike. Maana he was his friend. He was not with God because of problems. He was with God because he was worshiping God as a friend. And that is the difference. That is the greatest difference ya watu wa Kristo wa sasa. Because we only going to church because of miracles. We are worshiping, we are coming here to lie. Kama sasa nimeona mumeimba vizuri sana, mpaka mkatoa jasho,
mpaka karibu mtetemeke, mpaka karibu musikie ni kama dunia inapasuka. Nyimbo zikiimbwa omothe kanitha kauma kega muno, omothe kigoco kiuma kega muno. Your agenda is not the church. Your agenda is not God. Your agenda is that one day you come here, uchukue milako yako uende kanisa ile mnairaga. Sasa hapa najua kuna watu wa kanisa ingine wamekuja kwa sababu niliwaambia ukitaka kuniona lazima unione Sunday. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa hata anakaa kiangalia simu, pastor simuulize ulienda wapi. Sijakuona kanisani leo. Kwa sababu yeye hapa alitaka kuja kutumia hii madhabahu anufaike aende, lakini si kwa sababu ya Mungu. And that is the main problem ambao tuko nao. Tuangalie kwenye kitabu cha 2 Kings. 2 Kings chapter number 3. Ni ile ambayo tumekuwa tukisomeshana. It's a long and powerful thing that we Second Kings chapter number 3. Second inakuanga chapter 3. Yes, ndio hii hapa. Tufungue kutoka verse number 9. Chapter number 3 from verse number 9. Tuanze verse number 4. Yeah. Because I am looking at your God's agenda versus your transactional offering. God's agenda against the transaction. Yani offering ambao unaitoa ni transaction ya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana the offering, you come and use this pulpit to transact your business. Unatumia madhabahu kufanya nini? Biashara ya kimadhabahu. Nipatia Kiswahili tafadhali. Ndio. Mfalme Mesha wa Moabu alikuwa mfuga kondoo, na kila mwaka alitoa ushuru kwa mfalme wa Israeli wana kondoo 100,000 na sufu ya kondoo 100,000. Tuendelee. Lakini Ahab alipofariki, mfalme wa Moabu alimuasi. 6. Kwa hiyo mfalme Yoramu akaondoka Samaria, akakusanya jeshi lote la Israeli. 7. Akatuma ujumbe kwa mfalme wa Yehoshafati wa Yuda, akamwambia mfalme wa Moabu ameniasi. Je, atashirikiana nami tupigane naye? Mfalme Yehoshafati akamjibu, niko tayari, mimi na wewe ni kitu kimoja. Watu wangu ni kama watu wako, farasi wangu ni kama farasi wako. Kumbuka amesema alikuanga akitoa mbuzi 100,000 kila mwaka kwa mfalme. Alikuwa anainua madhabahu kila mwaka kwa ufalme. Then tukaendelea namba 8, namba 8. Je, tutashambulia kutoka upande gani? Yoramu akajibu, tutashambulia kutoka jangwa la Edomu. 9. Basi mfalme Yoramu akaondoka pamoja na mfalme Yuda na mfalme Edomu. Baada ya kusafiri kwa muda wa siku 7, maji yakawaishia. Hawakuwa na maji kwa majeshi yao wala kwa wanyama wao. Wakiwa katika kwenda kuvamia wana wa Israeli. Nisikilize hapa. Kumbuka walikuwa wanatoa ng'ombe, mbuzi 1,000, 100,000, 100,000. Lakini walikaidi. Wakati mfalme alikufa, yule ambao alikuwa anatoa walikata mkutoa. Maana mfalme amfanya nini? Amekufa. Sasa wakatika maandalizi ya kwenda vita,
kulitokea jambo, maji yakaisha, wakawa hawana maji ya kukunywa kwa ng'ombe na watu binafsi, kwa maana madhabahu ile ilikuwa inawasaidia kukuja haimekosa nguvu, maana ilikosa kutolewa. So the transaction ya madhabahu na matoleo ambayo walikuwa wanatoa sio kwa kusudi ya Mungu, lakini kwa kusudi ya mtu binafsi. So madhabahu ama dhabihu ile unatoanga kwa sababu ya nani? Unatoanga kwa sababu ya Mungu ama kwa sababu ya Apostle Waruingi? Unatoanga kwa sababu ya Pastor Ng'ang'a ama Bishop Ng'ang'a, ama unatoanga kwa sababu ya Wairimo? To whom do you give? To whom do you make the transactions with? Unafanya mikataba na nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Mikataba yako ambayo unafanya ya kimadhabahu ni wewe na Mungu ama ni wewe na mchungaji? Maana wakati huyu mfalme alikufa, mkataba ilianguka, waliwacha kupeleka, kumaanisha they were not doing for God, they were doing because of a person. And therefore wakati walianza kwenda vita, maji ya Mungu ilikatika, wakakosa maji na wakakosa nini? Maji ya watu na maji ya mifugo. Baka ikabidi tena wamuhusishe mtu wa Mungu. Sasa angalia, wakabidi wamuhusishe mtu wa Mungu. Ndio mtu wa Mungu, kwa sababu anasikika anene kitu ambacho kinaweza kufanya, sio kwa sababu ya Mungu, lakini kwa sababu ya mahitaji yao. Halo. Kwa hivyo unaweza kutumia madhabahu kwa ajili ya mahitaji yako, si kwa ajili ya Mungu. Na katika hiyo utapata baraka zako haziendi mbali, utafika mahali zitakauka. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kusafiri kwa muda wa siku 7 days, kwa hivyo dhabihu yao ili last for only 7 days. Maji yakawaishia, hawakuwa na maji kwa majeshi yao wala kwa wanyama wao. Verse 10. Hapo mfalme wa Israeli akasema, sikiliza sasa. Hapo mfalme wa Israeli akasema hili, akamwambia nini? Ole wetu, Mwenyezi Mungu ametukusanya sisi zote hapa, wafalme watatu, atutie mikononi mwa mfalme wa Moabu. Hear the statement? It is like a trap. Maana saa hiyo ndio wamekumbuka Mungu. Wakiondoka hawakuondoka na Mungu, lakini sasa wamepata shida, ndio wameita oe Mungu ole wangu. Kwani Mungu alikuwa na mpango atulete kwenye jangwa hili ndio tukuje tukufe peke yake. Unajua kiu inakuwa peke yake, hakuna bunduki, hakuna panga, hakuna nini, mtakufa nyinyi wote na wanyama wenu. Are you in the trap? Verse number 11. Mfalme Yehoshafati akauliza, sikiliza sasa. Mfalme Yehoshafati akauliza for the first time now, je, hakuna nabii yeyote hapa wa Mwenyezi Mungu? Hakuna. Wetile modu waga itora lele. Idue sisi hapa tukikundi hiki chote, hatuna mtu hata mmoja wa Mungu hapa. Kumaanisha wao walikuwa nani? Kumaanisha wao walikuwa nani? They were not for God. That is why he is exonerating. Totile na modo oge hata kuigua ne Ngai. Hakuna mtu ambaye anaweza kusikilizwa na bingu ifunguke kwa sababu yake. Sisi hatuwezi. Maana ndio tumekusanywa na tumefika kwenye jangwa, maji yakaisha. 7 days we don't have water, meaning we are going to die naturally without anybody touching you. Akauliza, hakuna nabii yeyote wa Mwenyezi Mungu ambaye tunaweza kumuuliza shauri la Mwenyezi Mungu? Why don't you have the communication? Why are you not able to communicate with God? Ndio nauliza. Gotile, hakuna nabii mwenye anaweza kutuambia Biblia inasema namna gani? Meaning for them they have no communication. For them they don't have a direct line with God. For them they have to rely. Na alafu walizahau, ndio unaona wamekumbuka kuna kuanga na Mungu. Ni hiko mahali likana nigokora nake na Ngai. Wanauliza, je, hakuna nabii yeyote hapa wa Mwenyezi Mungu ambaye tunaweza kumuuliza shauri la Mwenyezi Mungu? Mtumishi mmoja wa mfalme Yoramu wa Israeli akajibu, Elisha mwana wa Shafati yupo hapa. Yeye alikuwa mtumishi wa Elia. Sikiliza sasa. Yuko
katika kongamano hilo au mahau, katika msafara huo alikuwa hapo, lakini hawakuwa wanamtambua. Hawakuwa wanatambua kuna mtu wa Mungu ndio awapatie information mbingu inasema namna gani. So sometimes that is why you are here. Sometimes ndio kwa sababu ulikuja hapa kwa sababu dunia imekufika mwisho. Kila kitu imekwama. Nothing is working in your life. Ndio ukauliza hakuna nabii Nairobi hii, ukaambiwa Waroige yuko, ukakuja. Haukukuja kwa sababu ati Mungu yuko, uliambiwa Waroige yuko. So ukabebe ukachukua jina Waroige ni jina kubwa. Kwa hivyo acha nibebe ka 50, nibebe ka 100, nibebe 1,100 ndio nipeleke kule, maana huyo ni mtu mkubwa. Kwa hivyo haukuja kwa sababu ya maagizo ya Mungu, ulikuja kwa sababu ya pendekezo lako na macho yako. So that is a personal transaction ambayo unakuja kufanya hapa, personal, ambayo si ya kiungu, lakini unatumia platform ya Mungu kufanya transactions zako. Kwa hivyo wewe na wachawi you're one and the same. Ene miracle seeker, yeye na mchawi ni one and the same. Kama uliletwa hapa na miracle ukuje upone kwa sababu ulikuwa na shida, wewe na mchawi ni one, not unless sasa wakati ulikuja ukageuka ukahama kwa wachawi. Ndio naonanga nasisitizanga sana kukufundisha, kwa sababu ninajua ulikuja ukiwa mchawi na ni jukumu langu nikubadilishe ukuwe mtu wa Mungu. Si ndi shida ilikuleta hapa? Na mbeleni si ulikuwa unanijua, lakini ungekuja kwangu. Siweni shida ilikuleta hapa? Yes, lakini hata mbeleni siweni shida ilikuleta hapa. Siweni shida ilikuleta hapa. Kwa hivyo ukikuja hapa uliwokilia ule morogi. And it's my obligation myself, mimi, kwa sababu ninajua huyu ni mchawi na dini na yeye, nikusaidie, nikung'oe kwa wachawi, nikulete kwa Mungu. Ndio kutoka hapo upelekane na Mungu, nikupokeze kwa Mungu. Uache kuniabudu mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Uache kuniona mimi ndio solution ya nini ya shida yako. Ndio ukiwa hata kwa nyumba yako unaweza kumuita Mungu. Hawa watu walifika mwisho, walikuanga wanatembea na nabii, lakini hawakuwa wanatambua nabii. Sasa wakati shida imestrike ndio wakakumbuka kuna nabii. Naye akawaambia mtumishi mmoja, twende verse 12. Yehoshafati akasema, huyu nabii wa kweli. Kisha wafalme hao watatu wakamwendea Elisha. Walihitaji kuambiwa na Yehoshafati. Wakamwambia huyo mtu ni wa kweli, ninamjua. Lakini hawa wafalme watatu hawakuwa wanatambua kitu kinaitangwa unabii. They were acting on experience and they were acting on their own knowledge. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipofika pale, tuendelee verse 13. Elisha akamuuliza mfalme wa Israeli, nina uhusiano gani na wewe Elisha? Elisha nabii wa Mungu akauliza mfalme huyu, what do I have to do with you? Ni uhusiano mgani niko nao na wewe? Wewe haumjui Mungu wangu, mimi sikujui, umekuja kutafuta nini kwangu? Wakati mlianza safari tulikuwa pamoja, haukutaka kujua hiyo safari venye naenda ama venye haitaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda, akamwambia, akamuuliza mfalme wa Israeli, nina uhusiano mgani na wewe? Nenda ukawatake shauri manabii ambao baba yako. Sikiliza sasa, huyu ni nabii Elia anasema namna gani? Nenda kwa manabii wa mama yako na manabii wa baba yako, maana ulifundishwa kuwa mkaidi na ukafundishwa kukaa mang'aa. Vikwa na fi adhogo na nyukua, because baba yako na mama yako walikuwa na manabii wa kishetani. Hivyo ndivyo nabii alisimama, na ndio nananga mtu wa Mungu mwenye amesimama anakuanga mang'aa na jeuri, habeberesagi. Lakini kama sijasimama vizuri nitakubebelesa, ndio ukae hapa, tukayage hapa nikuonage kila siku. But me, I will tell you as it is, and I will stand with that position ya kwamba hivi ndivyo nimesema. Elisha, nina uhusiano gani na wewe? Nenda ukawatake shauri manabii ambao baba yako na mama yako waliwaendea.
Mfalme wa Israeli akajibu, sivyo Mwenyezi, sivyo. Mwenyezi Mungu ndiye aliyetuita sisi wafalme watatu ili atutie mikononi mwa mfalme wa Moabu. Kwa hivyo Mungu anajua kukamatia maadui. Hawa ni wafalme watatu, lakini walikamatwa na Mungu wakapelekwa jangwani, kisha maji ikakaushwa ndio watafute nabii wa Mungu. Maana wao walikuwa wanapiga ramli, wanafuata miungu ya mama yao na miungu ya baba yao, lakini kulikuwa Mungu lazima angewabadilisha, na kuwabadilisha ni kuzima maji yake. Walipoona maji imezimika, sasa ndio walirudi wakatafuta nabii wa Mungu. Naye nabii wa Mungu akawaambia ukweli, mama yako na baba yako ni mchawi na mlikuwa mnafuata uchawi yao. Nenda katafute manabii wa baba yako. Lakini akasema sisi hapana, sisi tumeona kweli Mungu alitaka tufike hapa. Sasa tuko hapa tumalizwe. Sisi all the three kings tumeletwa hapa, tumekusanywa hapo ndio tumalizwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 14. Elisha akasema, kama aishivyo Mwenyezi Mungu mwenye nguvu ambaye mimi ninamtumikia, na hapa ya kwamba kama isingekuwa kwa heshima niliyo nayo kwa rafiki yako mfalme Yehoshafati wa Juda, nisinge kuja hata kidogo. Yeah? Nisinge kuja hata kidogo. Yeah? Oh, nikujali. Nisinge kujali, lakini amefanya hivyo because umejishikanisha. Nyinyi wafalme watatu mumejishikanisha na Jehoshafati ambaye ni rafiki wa Mungu, na mimi ni rafiki wa Mungu ninayemtumikia. It is because you have come with a man of God, that is why I'm willing to sit and listen to you. But had you come alone, singe kusikiza, because I know what kind of a person you are. I know miungu ambayo unaitumikia mama yako, miungu ya baba yako si ya ukweli. Na hata hivyo hamukunitambua, hata wakati tulianza safari hamukunitambua. Verse 15. Lakini sasa niletee mpiga kinanda. Hello. Mletee nini? Akawaambia, lakini sasa nileteeni mpiga kinanda. Wadede. Kwa hakika inasema nileteni mpiga wadede. Wadede. Wakamletea mpiga kinanda. Ikawa alipopiga kinanda, nguvu ya Mungu ikamjia Elisha. Because of worship. Walipopiga worship, nguvu ya Mungu ikateremka, ikakuja kwa Elisha. Maana kumaanisha hawa manabii wa mama ya hawa watu walikuwa wamezima nabii wa Mungu. Alikuwa anaitwa nani? Ahab na Jezebeli. Walikuwa wamezima nabii pia. Ninaweza kuwa hapa lakini huyu mama amenizima, ama huyu mama amenizima, ama huyu mama amenizima, ama huyu mbaba amenizima. So mimi hapa napiga tu mdomo, kumbe nilizima. Sasa ilibidi ainue kikosi cha worship. Ilibidi ainue watu ambao wakumtafuta Mungu. Ilibidi ainue nguvu mpya, ndio nguvu za Mungu zishuke. Na ziliposhuka, maneno ikabadilika. Halo, akasema Mwenyezi Mungu asema hivi. Kutoka hapo unabii kaanza kutembea. Kumbuka hawa watu alikuwa na wao wakitoka wakianza safari, na Mungu hakutoa ripoti hata moja. Lakini sasa kwa sababu wameita uwepo wa Mungu, na ikasema, akasema Mwenyezi Mungu akasema hivi, chimbeni mashimo kila mahali kote bondeni. Chimbeni mashimo kila mahali kote nini? Bondeni. Tuendelee. Ingawa hamtaona upepo wala mvua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bonde litajaa maji, nanyi mtakunywa nyinyi pamoja na ng'ombe wenu na wanyama wenu. Yani hata kama mtikula, lakini maji itakuja. That's a first miracle. Na hapo ndio walianza kugeuziwa, ndio wakaanza kumtambua Mungu. God will make you. The reason you came here ilikuwa kwanza ukuja uone mkono wa Mungu katika nyumba hii. Kisha ukiona Mungu akutendee, akubadilishe, na wewe uanze kumfuata na kumwabudu.
Bwana Yesu asifiwe sana. That's the reason that I am made here, and that's the reason you came here. Not because of what really brought you here, but to give you a connection between you and God. 7:18 please. Lakini hili si jambo gumu kwa Mwenyezi Mungu. Yeye atawapeni pia ushindi juu ya Wamoabi. Yani, apart from water alone, if you continue worshiping God, atawapatia pia na ushindi. You will win this battle. Bwana Yesu asifiwe sana. Atawapatia nini? Ushindi. So your relationship with God, once you have a good relationship with God, your battles zinaanza kuwa zinashindwa. Matatizo yako yote yanaondolewa. Viegezo vyote vya kishetani vinaondolewa. Any challenge ya kishetani inaondolewa, because God will create a way where there is no way. He will create a well of water in the middle of the desert. Anawaambia sio maji peke yake anawapatia, hata ushindi juu ya Wamoabi nitakupatia. Because from now we have begun the relationship. From now we have begun. Tumeanza urafiki na nyinyi, na mtaona mkono wangu mahali popote mtaenda, mtaona mkono wangu. 19. Mutashinda kila mji wenye ngome, na mzuri kila mji mzuri mutaikata miti yao yote, mutaziba chemichemi zote za maji, na kuyaharibu mashamba yao yote yenye rutuba kwa kuyajaza mawe. You will win the battle. Why? Because you are now with God. Because now God will be your instructor. Because God now atakuwa kiongozi katika maisha yako. Maana umeondoka kule ulikuwa naabudu miungu ya mama yako na miungu ya baba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Now you are free. Now you are not here because of miracles. You are here because you want to worship. So your transactions kutoka leo, matoleo yako ya leo, ama kutoka leo kwenda mbele, si kwa sababu ya matatizo. Ate ndiraruta igongona ni undu wa mathina maria ndinamo. Hapana, uraruta igongona nigetha ukenie Ngai waku. Ni Ngai urarutira igongona, ti undu wa mathina maria winamo. Not because of the challenge, but because you want your God to be known. Tunaenda crusade kwa sababu tunaenda kutangaza, tumeweka mashini kubwa, tumetumia pesa mingi, sio kwa sababu ya umati mkubwa, sio kwa sababu ya kitu kikubwa, sio kwa sababu ya jina letu, lakini kwa sababu jina la Mungu likainuliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. If you can change your transaction katika madhabahu, ibadilike ikuwe ya Mungu, iondoke kutokana na shida yako, ikuwe utakuwa ukifanya your transaction katika altar kwa sababu ya jina la Mungu likainuliwe, kwa sababu ya kununua kiti ya kanisa, kwa sababu ya kuinua kitu mzuri kanisa ifanyike, kwa sababu ya kununua, yani kufanya kitu ambacho jina la Mungu litaendelea kuinuliwa. You will have a permanent relationship with God, and no weapon fashioned against you will be able to prosper. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaendelea kusema hivi, kila kitu kesho yake asubuhi, wakati wa kutambikia mji, maji yakatiririka kutoka upande wa Edom na kujaa kila mahali bondeni. Kwa hivyo hauhitaji kutoa dhabihu kwa sababu ya shida. Unahitaji kutafuta urafiki na Mungu, na kila kitu Mungu atakifanya. Wakati walipata urafiki na nabii, mtumishi wa Mungu akasimama hapo na wakatambua uwepo wa Mungu ulio ndani ya nabii, maji the following day, mashimo walichimba, the following day ikajaa maji. Hakuna upepo, hakuna mvua, lakini maji yakatiririka kutoka Edom. Mashimo yote yakajaa, wakapata maji ya kunywa binadamu na maji ya kunywa kwa ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Edom na kujaa kila mahali. 21. Wamoabi walipopata habari kwamba hao wafalme watatu wamekuja wakawashambulia, watu wote waezao kuvaa silaha kuanzia vijana mpaka wazee waliitwa, wakapewa silaha na kuwekwa mpakani tayari kwa vita. 22. Walipoamka asubuhi iliyofuata, jua lilikuwa linametameta juu ya maji hayo.
yatazama yakaonekana kuwa mekundu kama damu. When you have God, unapokuwa na Mungu, God will use tricks to confuse your enemies. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale maji ambayo yalikuja, walikunywa yakiwa masafi, lakini maadui waliona ni damu. Maadui wote wakakuwa confused. Kwa hivyo unahitaji kuwa na Mungu, maadui wako wapigane wenyewe. Unahitaji kuwa na Mungu, vita vyovyote ukavishinda. Unahitaji kuwa na Mungu, kufanya maagizo ya Mungu na kukaa na Mungu kama rafiki yako, and everything else will work. Alileta confusion ndani yao. Walipoamka asubuhi iliyofuata, jua lilikuwa linametameta juu ya maji hayo. Walipo yatazama yakaonekana ni kuwa ni maji mekundu kama damu. Wakastuka, wakashindwa, kama ile ni damu, kumechinjwa watu wangapi? Kama ile ni damu, ile ni damu inamiminika, inatiririka, kai si tumeisha. Uoga automatically, hata wale waliambiwa wachukue silaha, uoga automatically ikaingia. Kama ile ni damu inatiririka, mimi ndio nitakuwa mmoja ya kuongezea ile damu. Wakaogopa, lakini ni maji, si kitu kingine, ni maji. Bwana Yesu asifiwe sana. 23 haraka baba. Wakasema hii damu, bila shaka hawa wafalme watatu wamepigana wao kwa wao na kuuana, twendeni tukachukue nyara. Walifikia uchawi. Yani ule wachawi wa hapa ndivyo wanafikiriaga hapa, ati sasa Waruigi ameisha, twende tukachukue vitu zake. Utapatana na kitu jaipatana. Mwambie you are in for a rude shock. Sasa wao wakawekewa mtego na Mungu. Mungu atawaweka maadui, ataweka maadui kwenye mtego wake, ndio uende uwakamate bila wao, bila jasho wako, bila kung'ang'ana, bila kuplan. Watawekwa ndani ya mtego. Wale maadui wamekunyang'anya pesa zako, wale maadui wamekunyang'anya hati yako, wale maadui wanakufanya mateso, Mungu atawasababisha waingie kwenye mtego yeye mwenyewe ataweka. So walifikiria wale wamechinjana, wakaenda sasa wakaweka silaha chini, maana wanaenda kuokota magolodi na masiliva. Walienda wakitembea hivi kama wali hivyo, unajua walikuwa wamepiga nini kamchanga kidogo, maana wanaenda kuokota. Sasa tumuzee tunaenda twadikogania, kumbe ni mtego. Wakawekwa ndani ya mtego. Maadui wako watawekwa ndani ya mtego. Maadui wako Mungu atawapangia. Maadui wako Mungu atawaangamiza kwa mkono wake mwenyewe. Verse 23, verse 24. Lakini walipofika katika kambi ya Israeli, watu wa Israeli waliwashambulia, nao wakakimbia mbele yao. Watu wa Israeli wakawafuatia mpaka Moabi, huko wakiwaua. Waliuawa because walikuwa nafikiria ni a walkover. Wameuana. God will cause them to have confusion. Only if you walk with God, all your enemies watachanganyikiwa. All your enemies. Usiwe na wasiwasi, kaa tu imara, kaa na Mungu wako na uendelee kumwabudu Mungu na ukae kwenye mapenzi yake. Atasababisha maadui kupigana wao wenyewe kwa wenyewe. Atasababisha, atawalete tu yeye mwenyewe, atakuletea maadui, atawalete mpaka kwenye ngome yako. Kazi yako itakuwa tu ni kuwachinja. 25 please. Imeisha. Na kuibomoa miji yao. Kila walipopita penye shamba zuri, kila mtu alirusha jiwe mpaka kila shamba likajaa mawe. Kadhalika wakaziziba chemichemi zote za maji na kukata miti yote mizuri. Hatimaye ukabaki mji mkuu wa Kir Hareseth peke yake, ambao pia wapiga ngombeo walizingirwa na kuteka. Just as the prophet of God said, mkifika kwenye ile miji mtaijaza maji, mtaziba maji yao, mtafanya kila kitu kiovu juu yao, because God is on your side. I want to assure you tonight that God is on your side. Don't worship God because of what you are going through. Worship God because He is God. Build a good relationship with God. Jenga tu mahusiano mazuri na huyu Mungu. Hawezi akakuacha, atakupigania, atakuwezesha. Jenga madhabahu ya kiungu, sio kwa sababu ya shida. Jenga madhabahu ya kiungu kwa sababu ni ya kumwabudu Mungu. Sasa hizi tunaenda moja kwa moja mpaka Mweki.
tafadhali na kuomba, kama wewe ni mwanachama na kama wewe ni rafiki yangu na wewe ni rafiki ya Mungu, usikose, maana hiyo ni historia tunaenda kuandikisha ya jinsi mfalme alishindwa kupitia madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu ataweka kutoka leo, tukifanya ile kitu tunaenda kufanya leo, ile confusion itaingia pale, itawachanganyikiwa, wataletwa kwenye mikono yetu, tutawafinya tu pole pole, na mashamba yao tuzibe, maji yao tufunike, na kila chao zote tusambaratishe katika jina la Yesu. Tusimame tu kwa miguu yetu. That is the transactions offering. Tumemaliza hapo, tutaingia the final, hiyo ingine itakuwa the making of a king through the altar. The making. Sasa tunaenda kufanya, tutakuwa tukinasoma, tunaenda practical. Sasa tunaenda practical kuinulia Mungu madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisha inulia Mungu madhabahu, kutoka hapo the next event tutakuwa nayo is making of a king. Tutadeclare who is the king, and that is what gonna happen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So we shall declare your business, we shall declare your family, we shall declare you whatever that you want, and itakuja kufanyika. It's only you didn't know God. Now that you know God and the reason for worshiping God, this is the time. Bwana Yesu asifiwe sana. Aya, wale wanabebanga sadaka wako wapi? Mazakayo? Mazakayo wakuje haraka. Mmebeba vitu zote? Sawa tu. Tuimbe ile ya mkono. Na base. Haya, leteni sadaka zenu hapa tuweze kukimbia kule. Ningependa wale ambao ni wahusika, watu wangapi tunaenda? Inua mkono tu wako juu. Naweza kuwa nikisema hapa na kumbe hakuna. Inua mkono wako juu kama tunaenda. Hao wengine hawaendi. Nisiwahi kuwaona mkikuja kuniambia nikuombee hapa tena. Kama hatuendi Mweki na wewe hapa, hakuna maombi. Neguo mnati gomo gekate, tunaenda vita na nyinyi mnakaa hapa. Leteni sadaka na tunaenda ya lazima. Ukose kwenda huko utaona moto. Ukose kwenda. Tigo gukwe fagithite kuri urenda guthii we. Ndira kwena we kuri ukufagite urenda guthii. Nduguthii. Simuibe chorus moja. Harakisheni. Huo uwanja kwa wale tunaenda, in case hautakuwa na ile gari moja tutaenda nayo, ni uende Mweki karibu na stage inaitwa Kasmat. Katika supermarket ya Kasmat uende kwa kiwanja, ulize kiwanja inaitwa Maisha Ground. Mahali kuna kiwanja ya mpira inaitwa Maisha Ground. Lakini kuna supermarket mahali utashuka inaitwa Kasmat. Sema Kasmat. Kasi ni K-A, kasi na mati. Shikanisha sasa. Sema kasi na useme mati. Shikanisha sasa. Kasmat. Sawa sawa. Lakini ningeomba tu kama kutaweza patikana wa gari za Mweki ziitwe zikuje hapa watu wa Hapana. Gari ya rudisho wa mama wapande kwa gari ya rudisho. Tafutieni wao ni watu matajiri. Umutumia tawenda kumuikia lori iguru, imagine umekofa getero kwa haja lori iguru. Sasa hebu niambie Penina akipanda, by the time apande si crusade itakuwa imeisha. Sawa tu, lakini sawa, good for the BD. Yeah. Na washosho watengenezwe gari yao, nitalipa. Iko hapo chini. Yes, nitawalipia. Hata mimi ni mdosi. Sema mdosi. Kanyambe dute sadaka yako. Haya, inua mikono yako juu nikubariki. Na tusimama tu kwa miguu yako, tuinue mikono yetu juu. Sasa tunaomba ombi na tumehama kwa madhabahu ya kibinafsi, tunaingia kwa madhabahu ya nani? Ya Mungu. Sasa fungua kinywa chako, waambie Mungu, sasa ninahama
Nimejua nilikuwa naabudu kitu kingine, si wewe. Hata kama nimekuwa kwa nyumba yako, nilikuwa nafikiria ni wewe. Nimekuja kukuda kwamba nimekuwa nikifanya biashara zangu na madhabahu yako. Ninaomba msamaha. Unisamehe maana nimefanya kitu ambacho si kizuri. Nimefanya mambo ambayo hayajakufurahisha na kuomba msamaha. Mungu muumba mbingu na dunia, nisaidie tena nikae kwenye mapenzi yako. Nisaidie nikae kwenye njia zako, nikae kwenye mapenzi yako. I seek forgiveness. Nisaidie, nibariki. In Jesus name. Amen. Sasa kutoka leo, any transaction you do, not because atendinagathina nivujie madhabahu, hapana. Kuja tu toa sadaka yako, umtolee Mungu. Toa, kama ni 1,000 yako 100, tolea Mungu. Kama ni 10,000, tolea Mungu. Tolea tu Mungu. Yani inua madhabahu ya Mungu. Naye madhabahu ya Mungu ikiinuka, itakupigania mahali popote. Maadui wako wote watakuwa confused. You will win battles where it is not even necessary to win. Yani utakuta unashinda vita ambazo hata hazikuwa necessary kushinda. Unazishinda tu mpaka unakuja kuambia unajua hiyo ilikuwa mtego ya kukuangusha chini. Yani hata ukuwa unajua kama kulikuwa kitu kibaya. You win battles when you go back to God and you let God do the work for you. He will perfect you. Na wale wako na magari, please, kama uko na gari, beba watu 2 3. Alafu umwambie kama ako natumia 2 akusaidie kuweka petroli. Na kama hana usiache tuende tu. Bwana Yesu asifiwe sana. And now may the grace Amen. Once again, may the grace for Clouds TV. And amen. Tukutane kwa kiwanja. Yes. Ubebe tuende naye.